Karibu shoga yangu. Asante. Vipi huko ulipotoka wote hawajambo? Huko kote hawajambo. Wote wazima? Wazima. Niambie shoga yangu. Mimi sina hata jipya, nimekuja kusalimia. Nimekutana na mkaka mmoja hivi anaitwa Konzo, unamjua? Konzo la kijiweni pale? Ndio huyo. Niambie. Yaani yule mkaka kwa kweli nikimuona, yaani moyo wangu unasisimuka. Yaani hata sijui kwa nini moyo wangu anaota nikimuona unastuka hatari. Shoga yangu, yule Konzo la kijiweni ndio ukimwona unasikia furaha? Ndio. Kwani kuna nini? Hakuna kitu. Mbona unaguna hivyo? Nimestuka tu niliposikia hilo jina. Karibu, lakini umependeza mwenyewe. Mtuendaje? Mimi nimetoka hapo dukani, nataka niende nyumbani kuja kupitia mara moja, kwa hiyo mimi naondoka. Haya, karibu. Haya, kwa heri, tutaonana. Haya. Tangu nimekuja hapa sijaona hata nyungu kupita nipate maji ya kibotoni. Kwa hiyo sio nini mwanangu. Yaani kwa peke yangu akintangu ninyai. Ili nipate maisha na malengo watu wa vipi. Na kipendekeza mtu wote ninavyokuambia. Mimi nazaa naye. Mimi nazaa naye. Maisha ya kweli unajua. Yaani nyungu wote akipita. Yaani akipita mimi nazaa naye. Mimi nimekaa tangu morning sina hata shilingi 100 ndala. Akipita lazima atendala yoyote. Wewe tulia hapo. Familia. Vipi mwanangu? Usipite pita kindezi, watu tuna maisha. Nyosha maelezo, njoo kwanza huko Beach Boy, njoo. Tangu asubuhi watu hatujakinda tujaponda ujue. Vipi wewe mwanangu, na kama hadi familia mwanangu? Macho kodo tangu morning. Sema nini vipi mmoja na maziga yote mali. Sikiliza mwanangu. Yaani hapa nimetoka kuchukua mzigo mwanangu. Mazaga. Lete mali. Mmoja akajichanganya mwanangu nimepole. Sikia sasa. Kapiga seli hiyo mwanangu hiyo. Vitu hivi umesikia familia? Hivi ndio vitu unapendaga mimi mwanangu, mimi sikupingi. Yaani ndio michongo natakiwa hii mwanangu. Umesikia? Hatuna maisha. Sikiliza, kuna nyingine hapo mwanangu. Kapiga seli hiyo. So nepi hizi mbe wangu na pola ovyo. Nini sasa hivi? Sasa hapo ndo unapofeli. Kagua mzigo, unaweza kukuta almasi humu ndani. Ndio wangu utakutana na mimabe humu, mwingine mimabe. Kwa sasa nini mwanangu? Huu mzigo wa kwenda kini hilo leta hii. Hamna shughuli humu, mtakataka humu. Sema nini sikia? Tulia. Hamna shughuli. Wengine unakagua wewe. Mwanangu hapa sasa mwanangu hapo ndo mawini. Sikiliza sasa. Nipe report mchizi. Kapige mchongo huo. Kauze sasa hivi tupate akuvutia fegi mwanangu. Si unajua? Leo wasikia sasa. Sikia mwanangu nikupangilia. So maana hapa unakula minne. Unakula minne. Ushaanza sasa ubichi boy wako mwanangu. Mimi nakuletea mazingira, unataka kuleta kona, tuweze ntalila na nini mwanangu? Familia, huyu kasongo huyu, lazima kidogo abustiwe. Si unaelewa? Katoe mshiko hapo afu leta kwenye familia. Baba sasa tutajuana mbele. Wewe pita hivi. Tangu asubuhi sina kitu. Wewe ishia mwanangu, tutachekiana mwanangu. Au sio? Mimi nachora tu. Afande Damas. Naam. Naona ulikuwa kwenye likizo. Na sasa umerejea tena. Ninashukuru sana. Ila bwana, kazi yetu ya upelelezi ni kazi ngumu sana afande. Kazi hii bwana tunaelekea sasa kuikamilisha. Kama tulivyokuwa umeniacha mwenzako kipindi cha nyuma kwenye upelelezi. Na wewe mpaka sasa umefika tena kwa mara nyingine. Aisee, kazi inaendelea vizuri. Kwa nikutoe tu hofu kwamba tuendelee kushirikiana tena kama mwanzo. Mimi nashukuru sana kwa sababu nimekuacha salama na nimerudi salama. Na unaponipa feedback ya kwamba project ya kazi yetu inaenda salama, japo kuna muda najua tunapitia wakati mgumu. Nilivyorudi, unajua yale madawa tulikuwa tunatumia pale, ikabidi nikafanye kwanza niende hospitali kwa ajili ya kusafisha kidogo akili ikae sawa.
tunafanya kazi ngumu, tumefanya kazi nyingi, lakini kazi ni ngumu sana afande Ibra. Lakini naamini sasa ulipofikia na unaponiambia hivi ni sehemu nzuri sana. So naamini saizi nimerudi, inabidi tukamilishe hii kazi haraka sana, kwa sababu nadhani hata mkuu pia alinipigia kwamba hii kazi tuimalize haraka sana, japo kwetu ni ngumu, lakini naamini ulipofikia sio sehemu mbaya sana. Aisee, ninashukuru afande. Na nadhani kipindi chetu kote pale tunatumia madawa ya kulevya. Aisee, hii kazi ya ngumu. Yaani kitengo tuliopewa hiki ni kigumu sana afande. Lakini nashukuru umerudi tena. Tufanye kazi kwa ushirikiano. Lakini kuna mtu tunaye nyuma yetu. Nani huyo? Huyo ndo tutaje kumuona mwishoni. Anayetusaidia zidi ya kupambana na vijana wanaotumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo afande, nikutoe hofu. Usijali, kuna mtu yuko nyuma yetu. Utakuja kumuona mwishoni. Lakini afande Ibra, naam, unamwamini vipi huyo mtu wakati unajua hii kazi ni ngumu sana na tuko mwishoni? Afande, usina shida. Yule mtu alishafanya kazi ya polisi akiwa kwenye kitengo cha upelelezi kama chetu tulicho nacho. Kwa hiyo namjua fika. Na ndio maana hata mipango yote tunapitia hii, yeye ndio anatunyoshia njia. Kwa hiyo usijali afande. Tutaongea siku nyingine. Kazi nzuri. Nashukuru afande. Nashukuru afande. Bwana nashukuru asante. Basi jambo la naamini tutakutana kesho. Asante afande. Haya bwana. Bye sasa. Hii kazi kidogo sio mbaya, lakini inatulazimu tuwe makini sana, kwa sababu tumeapa kuilinda nchi yetu. Hatutakiwi kufanya makosa hata kidogo. Hapa sauti ya Gapso. Wajanja, vitu kama hivyo unaweza au umetakinyani unaweza? Naweza unaniona kama demwe, naweza. Au sio? Wasema nini? Dogo wa familia. Respect, unajua? Sema nini? Mimi na mchongo wanangu. Mchongo gani tena? Mchongo wenyewe mwanangu. Mimi natamani tufungue garage mwanangu hapa. Tuanze kupiga hela. Masuala ya kukaba kila siku yanaboa kinoma yani. Kama juzi hapo nimekaba mazingira mwanangu. Mchongo sijauona kwako. Sio na mpango gani na sisi? Poa. Usijambe vitano tutasitoa madoi. Huo mchongo nimepiga mimi na wewe. Wengine nani? Watakanya pate posho. Wana mambo kishwali, mambo mengi na magano yani wewe unakunya ovyo vipi? Si familia sasa. Familia kitu gani kwa mimi kama posho yenyewe ndogo ndogo unataka kila mtu apate hizi yenyewe ndogo. Wewe hapa ulipo ukuje unapata. Wewe kwanza kazungumza. Tembea. Mwanangu mbona unashika nyashi wewe? Unanichukuliaje? Wewe tembea bwana wewe. Kwa mambo. Tembea. Kwanza wewe mtu wenyewe tembea huko mwanangu usikua bwana wewe. Ndio wapi mwanangu? Familia hapa. Babu. Munyali. Hapa sauti yako. Tulia hapo. Biji mama mapepe wakalisha nyashi lakini. Wale wage mchongo. Toa michongo mdogo tu sio toa michongo kunya tunakuwa kweli. Mimi nasemaje? Mimi mnaonaje mkinituma? Kama hivi mkubwa pale naenda kumkorofisha nyinyi mnakuja mnakula mnasifa zenu. Kichwa hichi. Hichi kichwa. Yaani sikuwahi kufikiria kama dogo huyo ana madini. Kula kitu. Kichwa hichi. Niliwaambia mwanangu kutoka kazi afanye kama mnazingua ni washikaji afanye vipi? Simemwona mmemkubali imeenda baba, umesikia? Macho. Mwanangu mpaka mindevu imekuwa hivi mwanangu ukachukulia namna gani vipi? Mimi mzee kitambo. Baba chini. Wadogo kichwa nimemolewa. Ila sema mwanangu, hebu sogea nikupange familia njoo. Kwa sababu mzee wenu asimuelewe mambo mengi. Unajua? Fala tu. Mimi wewe unajifanya mjuzi kumbe wasikia familia, masikia. Unajua mimi sitaka katika masuala hapa, mimi ndio kiongozi afu unafuata. Sema nini mwanangu? Wewe unaonaje katika kijio chetu hichi cha Masela? Mimi nafikiria mchongo mwanangu. Nakuelewa mwanangu wewe tena wewe. Wewe mza midongo alipua baba. Tuachane na masuala ya kufinya watu kwenye vichaka, kwenye korido vile. Tuanze michongo ya pesa.
Oa. Bwana Selema sikiani oa mijitu mingi pembeni na kuja maka kaja dogo maka kaja oa. Mnajua? Bichi boy oa mnaelewa? Oya. Mshikaji ambaye nilikuwa nakwambia mwanangu. Alimrudishia wazazi. Ndio huyo mwanangu. Kaya kanyaga wa familia. Wa jeshi. Leo macho atoki mtu. Vijana, Niki, fanyeni kazi. Babu.